Jomba, huyu aende huyu abaki, maana anayebaki bado manake ana umuhimu. Kuna chochote kinakuumiza kwenye industry hasa ya uchekeshaji na unatamani kiwe sawa? Sidhani, kwa sababu ninachoamini hamna kazi ambayo ina changamoto. Mimi chochote katika kazi yangu ambayo mtu anaweza kakosoa au akahisi labda kaongea neno linaniumiza, mimi kwangu huwa naaminiki kwamba ninaingia kwenye hii kazi nikijua kuna vitu hivi viwili, ipo changamoto na ipo faida hicho ninachokifanya. Kwa hiyo usitegemee popote, hata wewe zipo changamoto unaweza kuwa unakutana nazo unaweza kuwa unahitaji kuonana na msanii kwa wakati fulani upate ile time. Kwa hiyo kwako ni changamoto sana, kwa sababu ulikuwa umetamani au kuona kwamba nataka wiki ni dili na mtu fulani, ndio kiongozi fulani, lakini ukimkosa kwako ni changamoto. Unaona, unatafuta alternative nyingine, lakini the same try kwamba hata mimi pia mtu akiongea chochote kwenye kazi yangu mimi ambayo ninaijua, wewe hapa sasa hivi mpaka umefikia hapo ulipo, kuna kitu ulikiona, hakuna mtu yote ambaye ameweza kushawishi mpaka umefika hapo ulipo. Unaweza hata wazazi wanaweza sema sione, lakini wewe mwenyewe unaona, ukitoka unaona. Kwa hiyo ninajua changamoto zipo, kwa hiyo nakomaa nazo, ndio kukomaa kwenyewe. Ukisikia mtu changamoto, jamaa amekomaa mpaka umefika hapo ulipo, sio kama mikono ni easy, no. Hakuna jambo unatoka unalifanya asubuhi kafanyika jioni, lazima upambane. Yes. Kwanza tupongeze pia yote, hongera. Tumeona juzi ulikuwa mkweli kwenye kutaja wasanii ambao unawakubali generation mpya sasa hivi. Nduto ameappreciate baada ya kumtaja na pia unafanya nao kazi. Sijajua umekuwa ni legend wa namna gani kuonyesha kwamba hawa wadogo zetu nao inabidi wapite miguu yetu nao walikula madili kama ambao unakula wewe. Ni kweli kwa sababu wapo wengi lakini watu ambao mara nyingi yani ukifungua tu simu lazima uonane nao ni hao. Kwa hiyo na kila sababu ya kusema kwamba ninawakubali na ninawasifu, lakini pia wana nidhamu sana. Kwa sababu sio kama wengine wana nidhamu, lakini kwa sababu tu hao mara nyingi wanakutana nao muda wote. Lakini pia na wenyewe huwa ni watu ambao wanatamani kuona kwamba blow ulipotoka na ulipofika na tabani sisi tuone. Kwa hiyo ninachowaambia ni nini, kwamba kwenye kazi yoyote nidhamu ni muhimu sana. Kudeliver kazi ya mtu ni muhimu sana. Bwana, trust ni muhimu sana. Kujituma ni muhimu sana. Kujitunza ni muhimu sana. Hivi vitu vyote ukividadavua unakuta vina mambo mengi sana ambapo vijana wengi huwa hawataki. Vijana wengi tunaona wengi unakuta anataka shortcut life, kwamba anataka jambo atoke hapa, kimwambia jambo ili liweze kusucceed lifanikiwe. Ukimwambia hii inaweza kuchukua miaka 3, mtu anaweza sielewe. Yaani mtu anaweza sikuelewe maana gani. Anaona hii miaka 3 mbona mingi? Lakini najua kwamba unatengeneza mizizi ya kile ambacho ndio baadaye unakuja kwako inakuwa kitu bora zaidi. Yes. Lakini kumbuka kuna tuzo imepatikana ya watu walioandaa Zito kutoka au kwa Afrika, Zambia, imekuja kufanyika Tanzania, na mimi ndio nilikuwa comedian bora wa Afrika. Unaona? Kwa hiyo sasa unaona hata Airtel wenyewe wanasema yes, huyu na kila sababu ya kuwa naye. Yes. Kurudisha miaka kadhaa nyuma, yote ushai kuimba na ngoma zako zilikuwa zinafanya vizuri, watu pia walikuwa wanazipenda, hivyo fulani comedy, lakini pia zilikuwa noma sana. Sasa hivi hutaki tena kabisa hata chochote kwa namna hiyo, au unaona waache kina Mario amalizane nazo? Hamna, yani mimi ninachoamini ndio anasema kwamba wewe unaweza kuona kitu kwangu afu mimi sikione hicho kitu. Yaani unaweza kama mtu una kitu ndani. Tulikuwa tumekaa tu kama mzamzaa na nini, lakini mtu anasema unajua tu unaweza kufanya kitu. Na mimi ukinielekeza naelekea. Ukiniambia naweza. Ndio maana kama mimi naweza nikapiga miguu yote. Yaani huwezi kuja mimi kesho nakuja na nini. Kwa hata kile nilichokuwa nimekifanya just for fun tu. Na watu wasema mbona yenyewe, nikamwambia lakini mimi sio mwanamuziki. Mimi kazi yangu inajulikana. Kwa hiyo nilikuwa nimefanya tu kama package fulani hivi, shughuli iende kama kamzigo fulani kama makatua, shughuli iende, mambo yanaenda. Lakini hamna sijui ukisema Joti akili yako inaanza sasa, Joti nani ni mchekeshaji. Sitaki kuwachanganya watu. Mimi nakufa na hiki. Niliwahi kusikia Joti mtu akitaka kufanya kazi naye, akimtaka Nishai ni bei yake, akimtaka yule mzee bei yake, anataja na Kiboga ni bei yake. Sijui ni ukweli kwenye hilo. Kwa sababu hapa mimi ninavyozungumza sana niko kawaida, mfano nazungumza kwa kawaida, lakini tukiwazungumzia wale zile ni cast sasa. Kwa mimi naweza nikazizungumzia zile cast. Pale kuna Babu, kuna Kiboga, kuna Ndunje, kuna Amijei na Nishai mwenyewe. Kwa hiyo hizo ni package kulingana na product ambayo unaitaka kuzalishwa nayo au kufanya nayo kazi. Kwa hiyo zina gharama zake. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba mimi ninavyozungumza naye sizungumzi kama wale. Unaona? Ila wale tunaweza tukawajadili na ukapata package, na hiyo ni kweli kabisa. Bana mimi nataka kufanya tangazo, lakini nahitaji cast hii. Kwa mfano kama Airtel wanaenda sana na Nishai. Unaona, Airtel wanaenda na Nishai, wanaenda na Babu. Kwa hiyo ni cast ambazo zipo na taratibu zake tunazifanyia kazi. Kwa hiyo uwezi tukisema na kuhitaji wewe fanya hiki,
unakuja na kwamba na package zake zote hizi hapa. Hizi watoto atachukua ndunje, za kina dada atachukua kiboga, vijana wa mjini anachukua mishai mtombongele kitwango, wazee product zao wanamchukua babu. Hivyo Zanzibar kule kuna mijei, unachomokaje mfano hapo? Kuna content zishakukutia matatizoni katika zile ambazo umeweza kuzitengeneza? Zipo nyingi. Ndio maana nakwambia hivi kwamba kwenye hivyo vitu lazima kuna mtu anaweza kaongea kitu fulani. Unajua changamoto ziko nyingi sana. Kwa mfano kama cast ya Kiboga, wengi walikuwa wanazungumza, lakini mwisho siku unakuja kugundua, unajua uzuri wa mimi ni kwamba tunapokuwa tunazungumza ukuti na nachukua moja ya vitu kule nikazungumza na wewe hapa. Umeelewa? Lazima ukute tofauti. Uweze kutamini naongea naye naongea kama babu au naongea kama mtoto, naongea hivyo. Kwa lazima uone tofauti. Kwa hiyo hata ukiniona maisha yangu yako tofauti. Kwa hiyo ingawa wapo wanaotumia zile karakta na mwisho wa siku inavyosemekana kama wanazifanyia pia mtaani hivyo. Kwa hiyo inapelekea mtu kuamini kwamba huyu vipi mbona analeta hizi. Hata ukifanya vitu vyako ambavyo unavifanya au viazi ni kwamba ukileta na mtaani kwa maisha yako kwamba bwana hata maisha yake ya usanii kwenye maisha ya kawaida. Kwa hiyo mimi siko hivyo kabisa. Na wengine wanakuambia mbona Joti mbona uko tofauti sana vile ambavyo unazoea kufanya. Kwamba kule ni kule, huko ni huko. Hata Konda uweze kusema eti Konda mbona upigi kile mbona upigi ruti za Mwenge Posta. Yaani usema mimi conductor basi na hapa kazi yangu nikikaa tu napiga ruti Mwenge Posta Kariakoo. Lazima iwe tofauti. Baba ni baba, kazi ni kazi. Yeah. Ikikupendeza kumaliza ikikupendeza yote 2025 inaisha, ni mtu gani kwenye industry sana yoyote ile kwenye muziki, uimbaji au uchekeshaji umeona amefanya kazi nzuri, anastahili kupewa maua yake akiwa hai? Lakini pia la pili pia la kumalizia, ikitokea kuna producer amekuja anatamani kufanya movie, anataka uchague malegendary wenzako ambao utasema hawa tukiwa nao hii movie inakuwa balaa. Maki hapa nafanya mix, nachanganya, si ndio? Kwanza kama nilowataja wale Nanga, Ndutu, Mlewa, Zito, au na mimi mwenyewe pia nikiwepo. Lakini kwenye kazi yote ambayo kusema na umetokea madirector kutoka nje, alafu akasema nichague watu ambao wanaweza kufanya kazi. Mpoki anakwenda, Masanja anakwenda. Kwa wengine naweza kachukua muda kidogo kujua, lakini wapo wengi. Kwenye muziki sawa. Yaani mbali tu ambao unajua wanaweza kaweka kitu ambao wanaweza kufanya kwenye hata kama wengine wanaimba labda, lakini unajua kabisa kwenye hii movie wanaweza kufanya kitu. Juzi tu hapa tunasikia Leonardo kaingia kwenye tamthilia, kwenye movie. Kwa hiyo inawezekana huko unakuta mtu kama Mario anaweza kufanya. Wapo kina Zuchu anaweza kufanya, kina Nandi anaweza kufanya. Unaona? Si umeelewa? Wengi wanaweza kufanya. Basi tushukuru sana kwa kheri. Santa Mizawadi. Bwana, tuko Uncles hapa na DJ Daddy ndo ambaye ametukusanya kwenye red carpet hii bwana. Jambo lake zito famous leo, inabidi aituambie mengi kuhusiana na goma hilo. Pia amekuja na wanae wa kutosha hapa, supporting ni kubwa sana. Kwa fupi red carpet imependeza kinoma. Vipi DJ Daddy, inakuaje? Kama kawa nyama kabisa. OG vizuri. Yes. Kera bwana, umepoa sana. Asante sana. Okay. Yeah. Tuambie kwa nini umetukusanya leo katika usiku huu, na of course umekuja na wanao wengi sana. What love, umejisikiaje kuwa nao wamekuja kwa ajili ya kukusupport kwenye mchongo wako? Mimi nafurahi uwepo wao na nafurahi kwa uitikio wao. Yaani nafurahi, yani kikweli nafurahi mpaka nashindwa kuongea mzee wangu. Yaani mimi nafurahi wananisupport. Yeah. Ukiangalia last time zile posti zako Instagram famous ni kitu ambacho watu wanaipokea sasa hivi, sio swala dogo, inakuzidishia userious pia kwenye kazi za muziki. Yeah, for sure. Nashukuru pia kwa mapokezi makubwa. Sikutegemea, lakini ndio hivyo, Mungu ka bless. Yeah, nashukuru mzee. Uzuri ni kipindi kigumu sasa hivi, unajua Gen Z kuamua nao wanaenda kule kwa ajili ya DJ Daddy, sio swala dogo. Ndio maana nakwambia nashukuru kwa nafasi hii, kwa sababu ni Mungu ka bless, kwa sababu sio kipindi kirahisi, ni kipindi kigumu, afu nimepata matokeo mazuri, yani ni jambo la kushukuru sana. Nashukuru wa Tanzania kwa support yao. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi aliyonipa. Nipo hapa kwa ajili ya kuitumikia vizuri. Yani hilo ni kama ni wazaliwa upya vile. Watu wanaanza kusema kumpata sasa hivi DJ Daddy kwenye kudance nyimbo za wengine itakuwa ngumu kwa sababu yeye mwenyewe msanii. Mtuambie kwenye hilo bwana. Hamna, vyote vinawezekana. Hii ni biashara bwana. Tukikaa chini tukimaliza biashara inaisha. Yeah. Wahenga hawaamini kwenye wewe kwa sababu mtaka yote unapata yote. Wewe DJ, wewe dancer, wewe
unawaimbia sasa hivi DJ Daddy, sema neno kwa wahenga bwana. Wahenga ndio kama hivyo wanavyoona, hawaamini. Kwa sasa hivi pia tukisema Chino alifungua njia kwa madansa kuimba. Inaweza pia ikawa sahihi kwa sababu hata pia kuna wengine wakubwa walishaanza pia. Kwa hiyo hii ni kawaida tu, tupo tu kama sisi wengi na kuna wengine pia wanaendelea watachipukia. Kwa hiyo naweza nikasema pia nikachangia kwa nafasi fulani kuifanya hii kitu iwe hivi. Okay, na mimi nikupongeze bwana. Of course gang imependeza kweli, carpet kama alivyozungumza mwanangu hapa imependeza pia. Nikupongeze pia na mwanamke mzuri Fatuma Kitasa. Tunafahamu namna gani ambavyo kapu yenu sasa hivi kuna maneno mengi sana ambayo anazungumza. Kuna watu wanazungumza kwamba ule ugomvi ambao ulitokea pia na Mariam Swazi, sababu ilikuwa ni wewe baada ya kurejea naye kwamba ulimtoa kuna sehemu ambako alikuwa shua kidogo, baada ya kuja kwako ndio maana maneno yamekuwa ni mengi sana. Pengine kwenye hili kile kinachozungumzwa sasa unalipi la kuzungumza? Mimi kwa kweli si ujui ugomvi wao. Mimi nilikuwa tu mpenzi mtazamaji kama ulivyotazama wewe Instagram. Mimi nilikuwa ni hivyo hivyo. Kama mpenzi wake sasa ulivyoona ile, kwa kweli ulimwambia kitu gani? Mimi nilishangaa, nilikuwa nipo kwenye surprise kama hivyo. Niliona ni burudani kumbe hii. Sababu siliona watu walijaa wengi, walikuwa na enjoy unajua. Kwa hiyo mimi niliona ni burudani kama wapenzi wa watazamaji wengine. Na namna fulani ulimkoromea mama mtu bwana huku bwana kidogo papisha kidogo huku bwana. So swala letu huku bwana. Hamna, inategemea. Sio kila kitu tuweke. Tushamaliza yenyewe hivyo. Idadi wa Tanzania wengine wanasema kwamba bwana bibi amekuzidi hela yule. Kuna namna sasa hivi sifuri kwako zinaongezeka kwa sababu yeye kitu kisema tupeleke maneno mbele zaidi ni kwamba kama anakulea bibi Kitasa. Kama amenizidi hela ni jambo zuri, kwani ni vibaya wewe ukisikia demu wako amekuzidi hela au demu wako akuzidi hela? Kuna ubaya gani? Sikikubwa tu mwenyewe utafute hela. Sio kabisa. Of course naamini utakuwa pia umeingia kwenye vita ya muziki na biashara ya muziki inahitaji collaboration. Collabo hizo ndo kwa wasanii wale ambao walikuwa na dance kwao A-list kina Platinum sana tunakuona. Sijajua mipango hiyo ipoje, supportive yako kuwafanya mablaza bana, nilikuwa na dance kwenu nani basi mje kwangu tuimbe wote. Kumbe nipo vitani hapa. Mimi sijajua. Mimi najua tu nimeingia tu hivyo nafanya tu. Sijajua kama ni vitani, ila kama itakuwa vita itakuwa ndo vitani tena, haina jinsi. Lakini wao endelea kusupport, vitu vipo vingi. Sasa hivi nataka niwahi show hapo one time mwanangu. Acha tuwahi, lakini vitu vipo vingi. Waendelee kusupport, mawe hapo mengi, yani tukipinduka tu mwakani tupo kama wao. Wewe ununue lakini una roboti. Mkubwa. Gang.